Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tushangilie waimbaji wetu. Tushangilie. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yanasema fahari ya vijana ni nguvu zao. Amena. Bwana Yesu asifiwe. Basi nitamkaribisha kaka Albert. Karibu kwa kuombea sadaka. Basi tuombe. Baba, tunasema asante kwa wema wako, fadhili zako juu ya maisha yetu. Tunaendelea kulishukuru jina lako kwa sababu wewe ni mwema mkombozi. Umetufanya wana wako tena kusimama mbele zako katika siku ya leo Jumapili kama hii. Ulitupendelea tena sisi wana wako tujumuike siku ya leo ili tuje tukusifu na kukuabudu na kuleta matoleo yetu mbele zako Jehova. Tunaenda weka matoleo haya mbele zako. Bariki wale wote waliokutolea na hata wale wengine Bwana kwa siku ya leo hawakupata hata kidogo kile Bwana cha kuja nacho mbele zako. Endelea kuwabariki na kuwawezesha ili wiki nyingine Bwana na siku zingine wapate neema kama wengine walivyoipata siku ya leo. Asante Kristo kwa sababu tunaamini utakuwa pamoja nasi. Na chumulia ibada yote ya siku ya leo tunaiweka mikononi mwako. Ndio ibada ambayo pekee yako utaonekana. Neema na uwepo wa Roho Mtakatifu utasimama katikati yetu. Na wote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ya mimi naweza nikasema tu kwamba kwa vijana wote ambao wanapatikana katika kanisa letu hili tuwe najifunza kuomba. Kwa sababu nilishasikia tetezi ikifika ni ibada ya vijana. Yaani kila huduma kama ni kuombea sadaka, kuombea mhubiri, kuombea chochote kile. Kama ni kijana ndo anasimamia mahali hapa, ni sisi vijana ndio tutaongoza kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Uko ni vijana, tuanze jifunza. Basi inafika muda wa kulisikia neno. Na kabla ya mhubiri hajasimama, nitaomba shujaa mmoja asimame na atupatie wimbo moto. Bwana Yesu asifiwe. Na kipindi ambapo tutakuwa tuko naomba, tunaimba, mhubiri naye akiwa akijiandaa. Karibu shujaa. Vijana tuamuke. Jamani, kanisani hatuna vijana. Sara, karibu Sara kutupatia wimbo. Karibu Sara, karibu. Tusimame wote, tusimame.
Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Basi nitamkaribisha kakaangu Thomas kwa kumwombea mhubiri. Karibu. Bwana asifiwe. Tuweke mhubiri wetu kwenye mikono ya Mungu. Asante Bwana Yesu, maana wewe ni mwema. Jehova, tunasema asante kwa muda kama na huu. Asante Yesu, maana umependezwa sisi kukutana siku ya leo. Umependezwa Bwana watu wako wakusanyike siku ya leo ili tukapate kulishwa neno lako siku ya leo. Baba, muda kama na huu tunakwenda Yesu kukukaribia Bwana, na tunaomba Baba ukatukaribie kama jinsi neno lako linavyosema, mkaribieni Mungu naye Mungu atawakaribieni ninyi. Siku ya leo Bwana tunaomba kabla mhubiri wetu hajasimama ili kutulisha neno lako, tunaomba Yesu kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu ukafungue Bwana mioyo yetu ili kulipokea neno lako ewe Bwana. Maana neno lako linasema ya kwamba tutakaposikia sauti yako tusifanye mioyo yetu kuwa migumu. Tunakukaribisha Bwana, ufungue mioyo yetu ili neno lako Bwana litakaponenwa likaketi na kudumu ndani ya mioyo yetu. Tunasema asante Bwana kwa muda kama na huu, maana neno lako ndiyo taa ya miguu yetu na mwanga kwenye njia zetu. Asante Jehova kwa muda huu, maana huu ni muda maalum ewe Bwana, na tunaomba Yesu mnenaji wa siku ya leo, wewe Mungu kapate kumtumia kama chombo chako. Yesu kamjalie hekima na maarifa, maneno atakayoyaongea yawe ni maneno yako ewe Bwana. Na tunaomba nguvu na mwongozo wa Roho Mtakatifu, na tunaomba ewe Bwana utufungue macho yetu, ufungue mioyo yetu isiwe migumu, ili neno lako likapate kuleta matengenezo na mabadiliko ndani ya maisha yetu. Asante maana uko pamoja nasi. Tunafunga Bwana kila nguvu za giza, kila nguvu za mwovu ibilisi ewe Bwana muda kama na huu, na tunaomba Yesu nguvu na uwepo wako ukatawale mahali hapa. Amani yako Baba ikatawale na hifadhi akili, fikra na mawazo yetu, hata vile vile na moyo wetu. Anza nasi Jehova na umalize pamoja nasi. Tunaomba Bwana nguvu na mkono wako ukawe juu ya mnenaji wetu wa siku ya leo. Asante maana utamwezesha, na asante maana utatuwezesha vile vile. Kwa Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi kipindi ambapo mhubiri wetu atakaposimama, sisi huko tukishangilia. Shangilia kwa makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi tutakwenda kumshukuru Mungu kwa kuweza kupata kibali siku ya leo kwa ajili ya kuweza kunisha neno lake. Amen, amena. Ama kulisha watoto wake. Si ya kwamba nina nguvu kuliko nyinyi wala nina akili kuliko nyinyi, lakini kwa uwezo wa Mungu ndio maana tena tunasimama mahali hapa. Amen, amena. Haleluya. Basi sitakuwa mrefu sana, nitakuwa mfupi mno kwa sababu tunakwenda na muda. Amen, amena. Na neno letu la siku ya leo, ama kichwa chetu cha neno, inasema ya kwamba faida ya kumjua Mungu na kumuelewa. Amen, amena. Faida ya kumjua Mungu na kumuelewa. Amena. Unaweza ukamjua Mungu lakini usimuelewe. Amena. Inawezekana upo kanisani unamjua Mungu lakini bado haujamuelewa. Haujaelewa utendaji kazi wake. Haujaelewa namna jinsi alivyo. Lakini upo kanisani, upo miaka mingi. Na unaweza ukaulizwa, je, unamjua Mungu? Unasema ndio namjua Mungu. Lakini kumbuka, Yesu alisema
si kila nitaye Bwana Bwana atauona ufalme wa mbinguni. Amena. Ina maana kuna wale ambao wanaomuita Bwana lakini bado hawajamuelewa ni Bwana gani wanayemuita. Amena. Na kuna faida katika kumjua Mungu na kumuelewa. Amena. Tutakwenda kuangalia mambo matatu. Kabla hatujaingia kwenye hizo faida, tutaangalia mambo matatu muhimu. Inawezekana ni mengi ambayo na wao unayafahamu, lakini tutakwenda kuangalia haya matatu. Amena. Nini ufanye ili uweze kumjua Mungu? Na ni kitu gani unatakiwa kuwa nacho kama Mkristo? Amena, amena. Tutakwenda kusoma kwenye kitabu cha Waefeso. Tutasoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ile ya kwanza mstari ule wa 17 hadi 18. Kitabu cha Waefeso. Waefeso 1:17 hadi 18. Tunasoma 17, nasema hivi: Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape nyinyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. 18 nasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la wito wake jinsi ulivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Paulo anamwandikia Timotheo. Anamwambia ya kwamba, maana Timotheo alikuwa ni mchungaji wa kanisa la Efeso. Kuna mienendo ambao watu wa Efeso walikuwa wakienenda. Kuna matendo ambao watu wa Efeso walikuwa wakiyafanya. Paulo akamwandikia Timotheo waraka huu. Akamwambia ya kwamba Baba wetu 17, Mungu wa Bwana wetu Kristo awape nyinyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye, ili uweze kumjua Mungu na kumuelewa. Kuna vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo. Kuna vitu ambavyo vinatakiwa kukaa ndani yako. Kitu cha kwanza kinaitwa hekima. Amena. Kuna hekima ya kibinadamu na kuna hekima ya kimungu. Paulo anamwambia Timotheo, kitu ambacho kitakachowasaidia nyinyi kumjua Kristo ni kukua na roho ya hekima. Na ile roho ya hekima ni Mungu peke yake ndiye anayegawa katika kumjua yeye. Amena. Na kama uko Mkristo na unasema unaokoka, kama hauna roho ya hekima ambayo inayotoka kwa Mungu, ambayo Mungu anaigawa peke yake, hauwezi kumuelewa Mungu wala hauwezi kumjua. Tena kamwambia, na ni lazima Mungu awape mafunuo. So katika kumjua Mungu tunahitaji kuwa na ufunuo. Mungu anajifunua kwetu ili sisi tuweze kumjua. Katika hali ya kibinadamu hatuwezi tukamuelewa wala tukamjua jinsi alivyo, lakini kupitia mafunuo ambayo anatupatia, inatupatia fursa ya kumjua, inatupatia fursa ya kumuelewa. Unahitaji mafunuo, unahitaji ufunuo kutoka kwa Mungu, unahitaji hekima kutoka kwa Mungu ili uweze kumuelewa. Na anasema 18, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. And verse 18 says, so that with the eyes of your hearts that it may be enlightened. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Ina maana kwamba macho ya mioyo ya watu wa Efeso ilikuwa haina nuru ndani yao, ilikuwa haina mwanga ndani yao.
Maana wangekuwa na macho yao yangekuwa na nuru, Paulo asingeandika waraka huu. Amena. Lakini aliandika waraka huu kwa Timotheo kwa sababu watu wa Efeso macho yao bado ilikuwa ikifungwa. Macho yao bado ilikuwa ikitembea katika giza. Na ndo kitu kikubwa ambacho shetani anachokiweka ndani ya watoto wa Mungu. Anafunga macho ya watoto wa Mungu ili tusiweze kumjua wala tusiweze kumuelewa, kwa sababu wanajua kuna faida kubwa kwa kumuelewa Mungu. Hakuna faida kubwa kwa kumjua Mungu. Unahitaji roho ya hekima, unahitaji ufunuo, na macho yako yatiwe nuru. Inawezekana upo kanisani lakini bado macho yako haijapewa mwanga, na Yesu akasema ya kwamba mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Amen, amen. Kama anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu, ina maana kwamba tunapokuwa na Yesu macho yetu yanafunguliwa, macho yetu yanatiwa nuru.